Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji P0303 Wanjala Muniolo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Ni baraka msikilizaji wangu kujua kwamba umekuwa ukisubiri wakati huu wa kujifunza neno la Mungu. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo. Mchungaji yu tayari kutuletea somo letu la leo kutoka kwenye sura ya 4 aya ya 19 hadi sura ya 5 aya ya 15 ya kitabu hiki cha Yoshua. Lakini kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao. Rafiki msikilizaji, tumaini langu ni hili ya kuwa neema ya Mungu imekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita hadi sasa. Kila mara tunapokutana katika meza ya neno lake Mungu, najua kwamba wapokea mibaraka zake na kukuza imani yako jinsi akuwezeshavyo Mungu. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 19 hadi ile ya 15 kwenye sura ya 5 katika kitabu hiki cha Yoshua. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 19 hadi 22 ili tupate mtiririko wa wazo lililoko. Neno la Bwana lasema hivi: na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, wakapiga kambi Gilgali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Na yale mawe 12 walioyatwaa katikati ya Yordani, Yoshua akayasimamisha Gilgali. Akawaambia wana wa Israeli akasema, watoto wenu watakapowauliza baba zao katika siku zijazo wakisema, mawe haya maana yake ni nini? Ndipo mtakapowaarifu watoto wenu mkisema, Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia ya nchi kavu. Funzo tulilo nalo kwenye sehemu hii ya maandiko, msikilizaji, ni kwamba twahitaji kuwajulisha watoto wetu habari za lile tunaloliamini, hasa habari za Yesu Kristo na hilo alilotutendea. Ni jukumu la wazazi kuwafunza watoto wao neno la Mungu, nalo hilo ndilo jambo kuu mzazi analoweza kumtendea mtoto wake. Hali ambayo imekuwepo yatuonyesha waziwazi kwamba watoto hawapokei neno la Mungu pale nyumbani. Wazazi wamefikiri kwamba ni wachungaji ndio wahitaji kuwafundisha watoto wao neno la Mungu, lakini haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo,
maana neno la Mungu si la kufundisha tu kama vile masomo ya jiografia au sayansi, bali neno la Mungu watoto wahitaji kulisikia, na baada ya kulisikia walione likifanya kazi maishani mwa wazazi wao. Ni kwa jinsi hiyo tu ndivyo yawezekana mtoto kulishika neno la Mungu na kulifuata kama vile ambavyo moyo wa mzazi wataka. Kwa hili nakumbuka kisa kimoja cha mtoto mmoja ambaye alifuata mfano wa babaye. Kawaida wazazi wengi hupenda kuambia watoto wao, fanya nikwambiacho, lakini usifanye kama vile nifanyavyo mimi. Kisa hicho cha muhusu huyu baba. Siku moja baba huyu aliondoka akaelekea kwenda kwenye kilabu. Akakaa akaanza kunywa pombe yake pale, na alipokuwa akichekacheka na marafiki zake, alishtuka kusikia sauti ya mtoto wake akiwa pale akisema, baba, nimefika. Mzee yule alipigwa kwa bumbuwazi, akashangaa mtoto alifika pale kwa jinsi gani. Alipomuuliza mtoto, umefikaje mahali hapa, mtoto alimwambia hivi, hiyo ilikuwa rahisi sana. Unajua, wakati ulipotoka na kwa kuwa mvua ilikuwa imenyesha, niliona nyayo zako jinsi ulivyokuwa ukikanyaga, nami nikatia mguu wangu wa kwanza kwenye nyayo yako ya kwanza, na mguu wangu wa pili nikautia kwenye nyayo yako ya pili, na kwa jinsi hiyo nikafika niko mahali hapa. Ndugu msikilizaji, watoto wako watazama jinsi unavyoishi, wanatazama jinsi unavyohusiana na mke wako, na jinsi unavyonena maneno yako katika kila hali na yote uyatendayo. Elewa kwamba hakuna mfano ulio bora kuliko hilo ambalo mtoto wako aona ukitenda. Iwapo wataka watoto wako waishi kwa kicho chake Bwana, imekupasa basi wewe mwenyewe kutangulia kuishi kwa kicho chake Bwana. Usitaraji kwamba wachungaji au walimu wa shule ya Jumapili watawafundisha watoto wako jinsi ya kuishi katika neno lake Bwana. Mara nyingi watoto waliolelewa katika nyumba za Kikristo imekuwa kwamba wameiacha imani na kufuata imani nyinginezo kwa sababu ya kukosa mfano ulio bora toka kwa wazazi wao. Mzazi haiwezekani kumwambia mtoto jambo hili nawe mwenyewe wafanya jambo linginelo. Ni lazima mtoto wako kujifunza kutoka kwako, hivyo mfano unaomwonyesha mtoto wako ni muhimu sana kuliko maneno yoyote utakayoweza kuyanena. Ndugu msikilizaji, elewa kwamba lolote ambalo mtoto aona atalikumbuka hilo miaka nyingi ijayo, na lile analolisikia huenda aweza kulisahau wakati wowote ule. Tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 23 na 24, ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 4 kwa maneno yafuatayo: kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, alivyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Rafiki yangu, yote aliyotenda Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli ilikuwa kwa faida yao, faida yako na faida yangu. Alifanya hayo kwa ajili ya watu wote wa ulimwengu huu, ili wafahamu kuwa hakika Mungu ni mkuu, ni mwenye uwezo, nao waishi kwa kicho chake. Yote haya yalitimia mara Wakanani waliposikia kwamba wana wa Israeli walikuwa wamevuka mto huo wa Yordani wakati wa kufurika kwake. Hapo awali, miaka 40 iliyopita, walikuwa wamesikia jinsi Mungu alivyowatoa wana wa Israeli kwa mkono wenye nguvu, mkono ulionyoka, mkono hodari toka katika nchi hiyo ya Misri, na pia kukausha maji yale ya bahari ya Shamu ili watu wale wapate kupita. Muhimu, ndugu msikilizaji, ni kufahamu kwamba lolote ambalo Mungu akutendea ni ili uwe na kumbukumbu ya kuwa Mungu ni mwaminifu, Mungu aweza, naye ataka uendelee kumtegemea siku zote. Na katika sura hii tumeona jinsi sanduku la agano lilivyowatangulia wana wa Israeli na kugawanya maji ya mto Yordani. Sanduku hilo lililowatangulia wana wa Israeli lilibebwa na hao makuhani, na sanduku hilo, kama vile nilisema kwenye kipindi kilichopita, lamwakilisha Bwana Yesu Kristo, ambaye alitutangulia kwa njia ya mauti yake na katika uhai wake pia. Yordani ni mfano wa mauti ya Yesu Kristo na si mauti yetu. Na kuuliza mpendwa, uendelee kusoma neno la Mungu kusudi upate kufahamu hili ambalo nakwambie. Sababu ni kwamba unaposoma maandiko, Mungu atakufunulia mengi zaidi, nawe utazidi kumcha na kumtukuza kwa yote aliyokutendea. Sasa twageukia sura ya 5, nayo yanena kuhusu tohara waliofanyiwa wana wa Israeli.
Mana ilikuwa imekoma na wao walikula mazao ya nchi, huku Yoshua akikutana na amiri jeshi wa Bwana. Yoshua katika kila hali alihitaji maono kutoka kwa Mungu wakati huo. Mambo haya matatu ni muhimu kwetu kuona na kujifunza kutoka kwayo. Kwa sababu Yordani ilikuwa imefurika, Waamori na Wakanaani walifikiri kwamba Israeli hawangeliweza kuuvuka mto huo. Kama ilivyokuwa kawaida ya wakati huo, walidhani kuwa watasubiri hadi msimu huo wa mafuriko kuisha ndipo wapate kuvuka. Mawazo yale yaliwafanya kuona kuwa wana muda wa kujiandaa kwa ajili ya vita. Walipigwa butwaa walipotambua kwamba Mungu amewawezesha wana wa Israeli kuvuka mto huo. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya kwanza, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: ikawa wafalme wa Waamori waliokaa ng'ambo ya Yordani pande za magharibi na wafalme wote wa Wakanaani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli, hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka, wala haikuwamo roho ya nguvu ndani yao tena, kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa sababu Yordani ilikuwa imefurika, Waamori na Wakanaani walifikiri kwamba Israeli hawangeliweza kuvuka mto huo. Kama ilivyokuwa kawaida ya wakati huo, walidhani kuwa watasubiri hadi msimu huo wa mafuriko kuisha. Mawazo kama yale yaliwafanya wafikiri kuwa wanayo muda wa kujiandaa kwa ajili ya vita. Walipigwa butwaa walipotambua kwamba Mungu amewawezesha wana wa Israeli kuvuka mto huo. Kwenye aya ya 2 hadi hiyo ya 5, neno laendelea kutwambia hivi: wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya, jifanyie visu vya mawe ya gumegume, watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili. Basi Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume, akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Haralothi. Na sababu ya Yoshua kutahiri ni hii: watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, hao watu waume wote waendao vitani, walikufa katika bara njiani baada ya wao kutoka Misri. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutahiriwa, lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiriwa. Jinsi neno hili linavyotwambia, tuona kwamba kizazi hiki kipya kilikosa kutimiza tohara iliyokuwa alama ya agano la Mungu na Ibrahimu. Agano alilofanya Mungu na Ibrahimu ilikuwa kuwapa wazao wa Ibrahimu nchi hiyo ya Kanani. Wao walikosa kutimiza agizo hili katika miaka yao ya kuzunguka kule jangwani. Hili Yoshua alirekebisha, kama vile tumesoma kwenye aya ya 2 hadi aya ya 5. Aya ya 6 kufikia aya hiyo ya 9, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda wa miaka 40 barani, hata hilo taifa nzima, yani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia kwa sababu hawakuisikiza sauti ya Bwana, nao ndio Bwana aliwaapia kwamba hata waacha waione hiyo nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atatupa sisi, nchi ijayo maziwa na asali. Na watoto wao aliowainua badala yao ndio hao aliowatahiri Yoshua, kwa maana walikuwa hawakutahiri njiani. Ilikuwa walipokwisha kutahiriwa taifa nzima, wakakaa kila mtu mahali pake maragoni hata walipopoa. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivingirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Rafiki yangu, katika hali ya kiroho na hata hali ya kimwili, wana wa Israeli hawakufanya hilo lililokuwa agizo la Mungu kwao kama vile ilivyokuwa wazi. Tohara hii ilikuwa alama ya agano la Mungu na wana wa Israeli, kwa kuwa ni washiriki katika yote ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu. Kwa miaka 40 wana wa Israeli walitembea katika bara ya lile jangwa hadi hao waliokuwa watu wa vita waliotoka katika nchi ya Misri walipokuwa wamekufa. Nao watoto ambao Bwana aliwainua badala yao ndio Yoshua aliwatahiri. Wakati huo Mungu aliwaondolea na kuvingirisha aibu ya Misri juu yao. Aibu hiyo ni kwamba katika miaka kabla ya kuondoka kwao kule Misri, watu wale hawakufanyiwa tohara hiyo, jambo lililoendelea katika safari zao jangwani. Yoshua aliwatahiri wana wa Israeli na mahali pale pakaitwa Gilgali, iliyo na maana ya kuvingirisha au kuondoa aibu iliyokuwepo. Kisha aya ya 10 yatuambia hivi: basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali,
nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi tambarare za Yeriko. Baada ya wana wa Israeli kufanyiwa tohara ile, walisherekea Pasaka. Aibu ya Misri hawakuwa nayo tena, ilikuwa imeondolewa toka miongoni mwao. Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba uzao wake ndio utamiliki nchi ile. Sasa ahadi hiyo ilikuwa karibu kutimia. Yote haya yatupa mafunzo ya kiroho, nayo ni kwamba asili ya kale, ndugu msikilizaji, haiwezi kufaidi chochote. Asili hiyo haiwezi kurithi baraka za kiroho, wala haiwezi kufurahia baraka hizo za kiroho. Hili ndilo mtume Paulo anena habari zake tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wake wa 9 hadi mstari wa 16, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo neno la Mungu latwambia. Kwa hivyo hakuna lolote ambalo asili ya kale yaweza kufurahia kuhusu hayo ya kimbinguni au ya Kanani, maana hayo yatambulika kirohoni. Pamoja na hili alilonena mtume Paulo ni lile ambalo tulipata kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia mstari wa 17 usemao hivi: kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kuyafanya mnayotaka. Huyu mtume Paulo ndiye alifahamu kuwa hakuna lolote jema linalotoka katika mwili wake, na kwa hiyo akatambua nguvu za asili ya kale isiyoweza kumpendeza Mungu wala kupokea baraka za kirohoni. Soma zaidi kuhusu haya kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Warumi. Kutahiriwa kwa wana wa Israeli ilikuwa kuwajulisha kwamba wao ni tofauti, wao ni watu wa agano, watu ambao ni milki yake Mwenyezi Mungu, sawa na vile Mungu alivyomwapia baba yao Ibrahimu. Nawe ndugu msikilizaji, elewa hili: kwa kumpokea Bwana Yesu Kristo umefanyika kuwa mtoto wa Mungu, milki yake Mungu, mtu wa kipekee, ukuhani wa kifalme. Kwa hivyo wahitaji kuishi kama vile Mungu anavyokuamuru, maana hivyo ndivyo Mungu akuhitaji uishi. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 na 12, neno laendelea kutwambia hivi: nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi, na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanani mwaka huo. Mana katika agano la kale, msikilizaji, ilimwakilisha Yesu Kristo, kama vile twajulishwa kwenye agano jipya. Yesu alisema, baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Maana kama vile nimekuambia msikilizaji wangu, yamwakilisha Yesu katika mauti yake, maana ndiye aliyetoka mbinguni ili atoe nafsi yake kuwa fidia ya wengi. Maandiko hayo ambayo nimeyanukuu yatoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ni ya 6, unaposoma kwenye mstari ule wa 52 hadi 59. Neno latuambia kwamba Israeli walipofika Kanaani na baada ya kula mazao ya nchi ile, mana ilikoma, nao wakala katika mazao hayo
kuiandama siku hiyo ya Pasaka. Naamini kwamba lile ambalo lilitendeka katika maisha ya watu hawa mara walipoanza kula mazao ya nchi ilibariki mioyo yao, maana ahadi yake Mungu aliyomwapia Ibrahimu, Isaka na Yakobo ilikuwa yatimia machoni pao. Tuendelea kusoma yafuatayo kwenye aya ya 13 hadi 15, ambayo pia yamalizia sura hii ya 5. Neno lasema hivi: ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akisimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe u upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo. Maneno haya, msikilizaji, yaliyotoka kwa amiri huyu wa jeshi la Bwana, ilikuwa mwito na tume ya Yoshua mara ya pili, ili atimize kusudi la Mungu katika kizazi chake wakati ule. Mwito huu ni sawa na ule wa Musa katika jangwa la Midiani, jinsi inavyorekodiwa kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Kutoka mstari wake wa 5. Wana wa Israeli walikuwa wamevuka Yordani na wamepiga kambi upande wa pili wa mto Yordani. Kisa hiki cha Yoshua kukutana na huyu kiumbe kutoka mbinguni ilikuwa kumjulisha kwamba siye yeye aliyekuwa mamlakani, bali Mungu ndiye alikuwa mamlakani. Makao makuu ya uongozi wa watu wa Israeli hayakuwa katika hema yake, bali kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Hili twaliona kutokana na maagizo atakayopata kutoka kwa Bwana na jinsi ya kupigana na huo mji wa Yeriko. Hili latufundisha jinsi ilivyo muhimu kwetu, msikilizaji, kujua kwamba sio sisi tuendeshao hilo tulionalo, bali Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Hayo yasome kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wake wa 13. Na kwa hili ningelipenda kukwambia kwamba wewe uliye kiongozi wa tabaka yoyote ile, wawajibika kujinyenyekeza mbele zake Mungu ili ufanikishwe katika yote utendayo. Yoshua alipomfahamu huyo aliyekuwa amesimama mbele yake, alipomoka kiusouso hata nchi. Alinyenyekea mbele za huyo aliyejua kwamba yeye ni mwenyezi, yeye ndiye mkuu, na wala si yeye katika hali yake kama kiongozi wa kibinadamu katika Israeli. Mara nyingi viongozi wamefikiri kuwa kwa sababu wapo katika nyadhifa hizo, wao ndio kila kitu. Hilo ni jambo ambalo limeleta shida, si katika nyanja za kisiasa, bali katika kila tabaka ya uongozi popote pale. Funzo kuu ambalo waweza kulipokea wewe unayenisikiliza ni kwamba uongozi utaendelea kuwepo, lakini wewe siku moja utaondoka. Kwa hivyo lile unalolifanya sasa ni muhimu sana kwa wale ambao watakuja baadaye. Hiyo ni kukwambia kuwa usifanye mambo kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya choyo ya moyo wako au ulafi wa moyo wako, bali fanya kila jambo ulifanyalo ukifikiria kuhusu vizazi vijavyo, maana hilo ndilo Mungu akuhitaji kutenda. Usisahau kwamba baada ya yote utasimama mbele zake Mungu na utatoa hesabu za yote uliyoyatenda katika wadhifa aliyokupa Mungu. Hauna njia ya kukwepa, kwa hivyo fanya likupasalo. Nyenyekea mbele za Bwana, nawe utake kujua lile ambalo Bwana ataka kutoka kwako. Yoshua alimuuliza huyu amiri jeshi akisema hivi, Bwana wangu aniambia nini mimi mtumishi wake? Ndugu msikilizaji, tambua kwamba popote ulipo wewe ni mtumishi wake Bwana, na wahitaji siku baada ya nyingine kupokea neno kutoka kwake Mungu kusudi utende hilo lililoko katika mapenzi yake Mungu. Kwa kufanya hivyo utaongozwa vyema na utakuwa na ujasiri katika lolote utakaloweka mkono wako ili kulitenda. Huyo amiri wa jeshi la Bwana alimwambia Yoshua avue viatu vyake miguuni mwake. Hiyo ni kwa kuwa mahali alipokuwa amesimama ni patakatifu. Yoshua alifanya hivyo. Ndugu yangu, miguu kama vile wafahamu yaakilisha matembezi, yaakilisha mwenendo, yaakilisha lolote lile ambalo latuhusu sisi katika maisha yetu. Kwa hili tuona kwamba
Kwa kuwa sisi ni watumishi wake Bwana, twahitaji kuenenda katika utakatifu, maana Bwana ndiye atuongoza. Ndugu yangu, ishi katika utakatifu, uaminifu kwa neno lake Mungu, tenda kulingana na jinsi Mungu anavyokuelekeza, nawe utabarikiwa, maana hivyo ndivyo ya kufaa maishani mwako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, twaja kwako wakati huu tukijua kwamba Mungu wetu hakuna mwingine awezaye kujifunua kwetu kama vile wewe umejifunua. Hii ni kwa kuwa kabla ya wewe Bwana hapaja kuwepo na Mungu mwingine, na wala hapata kuwepo na Mungu mwingine baada yako. Jina lako libarikiwe, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza leo, Bwana utamwongoza, utamsaidia, utamwendesha katika kilaanalohitaji kutenda, hasa kwa kusudi la kukutukuza maishani mwake. Najua kwamba hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki na akuendeshe katika neno lake, akikufunulia hayo ambayo ya kustahili kama mtoto wake. Elewa kwamba kwa kulisoma neno la Mungu utafahamu hilo ambalo Mungu ahitaji utende, nawe kama mtumishi wake utatenda yote kulingana na maagizo yake, nawe utafanikiwa, kama vile ilivyokuwa kwa Musa, Yoshua na wengineo tunaosoma habari zao. Bwana Yesu akubariki unapoendelea kutafakari haya na kutenda hayo unayohitajika kuyatenda. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Mpendwa, naamini kwamba umebarikiwa katika hilo ambalo tumejifunza leo, nasi tungelipenda kujua jinsi umebarikiwa. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.